Ukweli ambao hakuna anayeweza kukuambia kabla hujaanza biashara ya nyumba za kupangisha. Anayekuletea somo hili ni mimi Xavier Mlonganile, mjenzi wa nyumba Tanzania. Kila siku naona vijana wenye ndoto nzuri wakiingia kwenye biashara ya nyumba za kupangisha, na kila siku naona wengi wao wakijuta baada ya miaka michache. Si kwa sababu walijenga nyumba mbaya, walijenga vizuri. Tatizo lilikuwa mahali pengine kabisa. Hawakujua hesabu ya kweli ya biashara hiyo kabla ya kuanza. Na kuambia hii leo kwa sababu nakupenda, na ukweli unaumiza kidogo, lakini unaokolewa. Nielewe nazungumzia nini? Kabla sijaendelea, ninataka uelewe wazi kitu kimoja muhimu. Kuna aina mbili za watu wanaoingia kwenye real estate. Aina ya kwanza ni mtu anayejenga nyumba zake, anazipangisha, anasubiri thamani yake iongezeke, na baadaye akiamua kuuza anapata faida kubwa kutokana na ongezeko la thamani ya mali. Huu ni uwekezaji wa muda mrefu wa kawaida na hauna tatizo lolote, ni njia nzuri kabisa. Aina ya pili ni mtu anayetaka kufanya real estate kama biashara ya kila siku, kama mtu anavyofanya biashara ya dukani au biashara ya usafirishaji. Anataka pango liingie kila mwezi kama mshahara, na hatimaye mtaji wake urudi na faida ianze. Ninazungumza na aina hii ya pili, na hapa ndipo watu wengi wanakosea bila kujua. Tatizo kubwa kuto kujua itachukua muda gani kurudisha mtaji. Ukiamua kujenga nyumba za kupangisha kwa lengo la biashara, swali la kwanza kabla ya kuchimba hata msingi ni hili: mtaji wangu utarudi baada ya miaka mingapi? Kama hujui jibu la swali hilo, bado hauko tayari kuanza. Ukweli wa soko la Tanzania ni huu: kwa nyumba za kupangisha za viwango cha kawaida, kurejesha mtaji wako wewe kunachukua kati ya miaka 10 na miaka 15. Hiyo ni miaka 10 hadi 15 kabla hujapata faida ya kweli. Unayopata kabla ya hapo ni marejesho ya mtaji tu, sio faida. Ukisikia mtu anakuambia utaanza kupata faida mwaka wa 3 au wa 4, muulize maswali mazuri zaidi. Hesabu inaweza kuwa haijafanywa vizuri au hawajazingatia gharama zote halisi. Kosa kubwa zaidi, kujenga kwa kiwango kisichofaa. Hapa ndipo watu wengi wanaoingia msibani. Mtu anataka kujenga nyumba za kupangisha, lakini anatumia bei na vifaa vya nyumba ya kuishi yeye mwenyewe. Anaweka marumaru za kung'aa kabisa, anaweka milango ya bei kubwa, anaweka finishing za kifahari ambazo angeweka kama nyumba yake ya kudumu. Jibu la mteja wake wa kwanza ni mtu anayetaka kupanga kwa shilingi 1200 au 300 kwa mwezi. Mpangaji huyo hastahili tazamarumaru. Anaweza kuishi vizuri bila finishing za kifahari. Unapoweka vifaa vya bei kubwa kwenye nyumba ya kupangisha, unaongeza mtaji wako, lakini hupandi pango kwa viwango kinachofaa. Matokeo yake ni kwamba itachukua miaka mingi zaidi kurudisha mtaji wako, zaidi ya miaka 15. Jibu ni rahisi: jenga kwa kiwango kinachofaa na soko unalolenga. Kama unalenga wapangaji wa kiwango cha kawaida, jenga kwa viwango cha kawaida, lakini kwa ubora wa kutosha. Usichoshe mtaji wako bila sababu. Hesabu ndogo ya kusaidia kuelewa. Hebu tufanye mfano rahisi. Unaamua kujenga nyumba ya vyumba 4 vya kupangisha. Unatenga shilingi milioni 20 kwa kila chumba, jumla milioni 80 kila chumba. Unapangisha kwa shilingi 20,000 na wakati mwingine hadi 50,000 kwa mwezi. Mapato yako kila mwaka ni shilingi milioni 12. Ugawanya milioni 80 kwa milioni 12, unapata miaka 6.5 kurudisha mtaji. Hii inaonekana nzuri, lakini bado haujazingatia miaka ya ukarabati wa nyumba, miezi ambapo vyumba vitakuwa wazi bila mpangaji, kodi za maji na umeme unazolipa wakati vyumba viko wazi, mabomba yanayovunjika na gharama nyinginezo za kawaida za matengenezo. Ukizingatia haya yote, unarudi kwenye ukweli wa miaka 10 hadi 15. Hii si
kukatisha tamaa, ni kukusaidia kupanga vizuri. Nini kifanyike basi? Kwanza, fanya hesabu yako vizuri kabla ya kuanza. Jua mtaji wako, jua pango unalotarajia, jua gharama zote za uendeshaji, na kisha jua itachukua miaka mingapi kurudisha mtaji. Ukiridhika na jibu, endelea. Usiridhike, rudia hesabu au rekebisha mpango. Pili, jenga kwa kiwango kinachofaa soko unalolenga. Usitumie fedha zaidi ya inavyohitajika. Jenga vizuri lakini kwa akili ya kibiashara. Tatu, fikiria pia kuhusu aina ya nyumba, studio, apartment na nyumba ndogo ndogo zinazoweza kuwa na faida zaidi kwa muda mfupi, kwa sababu gharama za ujenzi ni ndogo na unaweza kuwa na mpangaji wengi katika eneo moja. 4, usiamini maneno tu, fanya mchakato wako mwenyewe wa utafiti. Nenda kwenye eneo unalotaka kujenga, zungumza na wapangaji waliopo sasa, zungumza na wamiliki wa nyumba zilizopo. Jua ukweli wa soko hilo kabla ya kuwekeza senti yako ya kwanza. Hitimisho. Real estate ni biashara nzuri, ni uwekezaji mzuri. Watu wengi wamefanikiwa sana ndani yake. Lakini mafanikio huja kwa kupanga vizuri, si kwa kuona wengine wanafanya na kukimbia kuiga bila kuelewa vizuri. Ukijua hesabu yako, ukijua soko lako na ukijenga kwa viwango kinachofaa, utafanikiwa, na utafanikiwa bila mshangao wa kusikitisha baadaye. Hii ndiyo elimu inayoitoa kila siku, kwa sababu nataka kuona vijana wa Tanzania wakifanikiwa kwa maamuzi ya akili. Mimi ni Xavier Mlonganile kutoka Mjenzi wa Nyumba Tanzania. Mjenzi wa Nyumba Tanzania, huduma zetu za kitaalamu tunazozitoa hapa. Nje hizo elimu tunazotoa, kuna huduma ambazo sasa tunazifanya kwa mkono. Tunakusaidia kuanzia wazo la kichwani hadi unakabidhiwa funguo za nyumba yako. Hizi huduma ni kama vile uchoraji wa ramani za kisasa. Tunachora ramani za kisasa na za zamani zinazozingatia matumizi bora ya nafasi, uingizaji wa hewa na mwanga wa asili kwa ajili ya nyumba za kuishi na nyumba za biashara. Ujenzi kamili. Tunajenga nyumba yako kuanzia msingi hadi hatua ya mwisho kwa uaminifu wa hali ya juu. Viwango vya kimataifa. Makadirio sahihi ya gharama, BOQ, Bill of Quantity. Unajua gharama kamili ya ujenzi wako kabla ya kuweka tofali la kwanza. Hakuna mshangao wa gharama zisizotarajiwa baadaye. Usimamizi wa ujenzi. Tunakusimamia kazi yako yote site, kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa viwango sahihi na kwa wakati uliokusudiwa. Finishing za kifahari. Tunafanya kazi za tiles, rangi ya skimming, gypsum board na urembo wa nje na ndani kwa viwango vya hali ya juu. Ushauri wa kitaalamu kabla ya kuanza ujenzi wowote. Tunakupa ushauri wa kina bila malipo yoyote ili kuhakikisha maamuzi yako ni sahihi tangu mwanzo. Wasiliana nasi leo kwa simu namba 07 12 93 70 90, WhatsApp 07 65 93 70 90. Barua pepe, wengi wamezoea kuita email, ni info@mjenziwanyumba.tz.com. Pia unaweza kutembelea kwenye tovuti yetu ambayo ni mjenziwanyumba.tz.com, blogu Mjenzi wa Nyumba tz.blogspot.com, YouTube Mjenzi wa Nyumba Tanzania, Instagram Mjenzi wa Nyumba TZ, TikTok Mjenzi wa Nyumba TZ, na mtandao mwingine yote tunayojua duniani, jina ni moja tu, Mjenzi wa Nyumba TZ. Nyumba bora hujengwa na fundi bora. Mjenzi wa Nyumba TZ, tunajenga maisha, sio kuta tu. Asante sana kusikiliza. Tafadhali subscribe, like, comment na kushare ili watu wengi waweze kuzipata elimu hizi. Shukrani.